sio tu walimu, pia ni walezi. Na mlezi anamlea mtoto kwa kiwango cha kuchukua kwamba huyu ni sehemu ya wajibu kwenye maisha yangu ambayo aidha jamii itaniuliza au hata Mungu ataniuliza, ambao tulikuwa nao uliwasaidieje mpaka mtu katika darasa la 7. Kwa hiyo tumekuwa tukiwalea watoto, lakini tumekuwa tukijitahidi sana kuwahusisha na nyinyi. Sera ya ulinzi wa mtoto: mtoto alindwe, mtoto apendwe, mtoto aheshimiwe, mtoto apewe haki ya kusikilizwa, mtoto afundishwe namna ya kukabiliana na changamoto. Hii tunaelewana hapo? Kwa hiyo mtoto inatakiwa ajitambue, mimi ni mtoto, na mtoto aweze kutofautisha kati ya mzazi na mtoto, na kauli gani ambayo tunazitumia kwa watoto. Wanasema mtoto unapomuona ndivyo malezi yanatoka kwa nani? Kwa wazazi wake. Mtoto anapokuja shule, mwalimu anakaa naye kwa muda mwingi sana. Kwa hiyo mtoto picha anayoiona mwalimu anajua wazazi wake ndivyo walivyo. Kwa hiyo tunapokuwa na watoto tuwaelekeze nini maana ya mtoto, wajibu wa mtoto, umuhimu wa mtoto, muone mtoto kama kiumbe cha thamani, muone mtoto kama wa tofauti ili alete matokeo chanya ya baadaye. Hakikisha tunaelekeza kwa nani? Kwa mtoto. Mtoto anapokuwa anaharibu, mzazi wao anaharibu. Yaani ile jina kausha damu maana yake unakaushwa kweli kweli. Kwa hiyo tutoke kwenye ile level ya kukaushana, tufike kwenye level ambayo malezi, malengo, elimu tunayopewa kama haya tutengeneze impact kwenye jamii zetu. Tuonekane kwamba sisi tumeshawahi kupata time yetu na sauti kama hali. Tunawatoa watoto wetu wanaenda visima viwili. Msingi mkubwa wa hichi kituo tulichokuwepo hapa ni kufanya watoto ambao wanaishi katika mazingira ambayo sio mazuri, yaani mazingira ambayo sio rafiki, watoa katika mfumo ule wa maisha waliokuwa nao, kuelekeza katika mfumo ambao utamfanya mtu aweze kujitegemea, aweze kufikiria, aweze kuwaza jinsi gani anaweza kutoka kwenye hali ya maisha aliyokuwa nayo kwenda kwenye hatua nyingine ya kimaisha ambayo ni nzuri zaidi, bila kuwaza kwamba amepewa mkopo na vitu kama hivyo. Yeye kwa zawadi yake ya uzima na jinsi Mwenyezi Mungu alivyomuumba. Mtoto wewe kila muda ni kukemea, lakini kuna muda wa kumsikiliza mtoto, kuna muda wa kumwelekeza mtoto. Kwa hiyo ni vizuri sana wazazi, hivi vitu tunapokutana pia twende tunavifahamu. Kama wewe muda wako wote ni wa kukemea tu, tafsiri yake mtoto hajawahi kufanya kitu vizuri. Kuna muda wa kumsikiliza, kuna muda wa kumwelekeza, kuna muda wa kumshauri, kuna muda wa kumpongeza, pia na muda ule wa kukemea huko pia. Nenda kule sasa. Mimi namba 3, yaani mwache muwazi hapa. Namba 4. Nenda huko, nenda huko. Mwache nafasi, Ndio kwa. Namba 2 kule. Naona mama tunasoma anaanza kupiga makofi. Ndio, kupiga makofi. Sasa tupiga makofi. Sasa unajua kwa nini tunapigia makofi? Jambo waliokuwa wanaliongelea inatokana na uzoefu wao kwenye maisha. Unaelewa? Yaani unaangalia watu ambao leo wanafungua, kesha amefunga, mara ameruka, mara hivi, mara amebadili kituo cha kufanyia. Lakini ninajaribu kwenda sasa kwenye key point nilikuwa tumeonyesha kwenye karatasi letu. Lakini huyu mwingine yuko serious. Kila anachokifanya au jaribu kuangalia. Tutumie tu kwa mazingira ya kawaida ya hii timu za smart hizi nzuri. Mtu mwingine saa 24 anaangalia uchafu, si ndio? Huyu mwingine anaangalia fursa kwenye eneo lake. Nani atatoboa? Nani atafanikiwa? Tunaelewana? Kwa hiyo matumizi ya muda ni kitu muhimu, na hasa kwa Afrika tunapaswa nafikiri na Tanzania tunapaswa kuzingatia matumizi ya muda.